Hata siku moja nilimwandikia Soipan barua message. Siku Kasongo alikuwa anaingilia mambo ya ndugu yangu. Nikamwambia huyu Kasongo anaingilia ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa na familia complicated kidogo. Kuwa na wake wengi na wengine huko nje watoto wengi. Akaandika will mzuri, akaangalia kila mtu. Sasa Kasongo alikuwa anapiga kelele mambo ya hiyo will. Sasa nikamwambia Soipan, kumwandikia message mwambie Kasongo ukimuona, sababu labda atakusikiza. Hii will ya ndugu yangu asiipige. Vile mimi namjua na kumuelewa, inaweza kumsaidia mbele. Mbele. Na yake ni karibu 103 billion. Utajiri ya jamii ambaye huyu jamaa anatuibia. Na hatuwezi kubali. Lazima hilo shamba tutalegesha kwa wenyewe. Hii jamii ya Maa imechezewa for far too long. Na hatuwezi kubali. Ukienda pale Masai Bara, heritage ya Wamasai, ile ambayo inaleta wanyama, watalii wanaleta pesa. Ameenda pale, amegrab, amejenga hoteli, amefunga corridor ya wanyama. Sasa wale wanyama ambayo watalii wanatoka all over the world kuja kuona, wameanza kukosa kufika. Hao wanyama wakihama, heritage ya Wamaa pahali wanapata revenue itakwama. Nataka nitangaze wazi, mwaka ujao tukichukua serikali, hilo shamba tutalegeshea Wamaa. Na hiyo hoteli imejengwa kwa corridor ya wanyama, tutaibomoa na kuiondoa. Sasa huyu Kasongo ametuumiza, anaumiza mpaka wanyama. Sasa hata hii wanyama wamekukosea na nini? Sisi huko na shida na sisi kwa sababu tunakuuliza maswali. Hii wanyama ya porini na hawana maswali, mbona unawahangaisha hawa? Sasa hawa wild beast migration, the 8th wonder of the world, Kasongo unatatiza. Sasa hata hiyo wasugu unajegea hiyo hoteli, hii wanyama wakihama watakuja kuangalia nini? Huyu Kasongo wafanye hesabu. Hiyo hoteli watu wanatakiwa kae wakuje kutazama wanyama. Aya, ukijenga hoteli kwa corridor wanyama wahame, hiyo watalii watakuja kuona nini? Mimi niseme ya kwamba hapo kwa Mara, shamba letu la Olkiobo 4,700 acres ambaye familia Ntutu na Kasongo walikuwa wamechukua. Tunataka kutoa shukurani kwa mahakama ya rufaa. Walisema hilo shamba la Wamasai ilegeshwe kwa Masai Mara na kwa wenyewe. Mimi najua hii maneno imeenda Supreme Court. Nina matumaini ya kwamba koti letu la juu la Supreme Court itatenda haki kwa Wamasai, na ya kwamba hili shamba familia ya Ntutu na Kasongo hawatakubaliwa na Supreme Court kuchukua. High Court ilikuwa imekubalia ichukuliwe, Court of Appeal imekataa. Tunaomba Supreme Court to exercise judicial independence na kuhakikisha ya kwamba jamii ya Maa haihangaishwi. Koti imesema zile pesa zote familia Ntutu walikuwa wamechukua silegeshwe kwa wenyewe. Nimeuliza hii pesa bado. Nataka niseme mwaka ujao tukichukua serikali, wewe Ntutu na familia yako na Kasongo, hizo pesa muanze kutayarisha, mtaregesha. Hatutakubali. Na niseme ya kwamba tunaomba, vile koti imesema hiyo title ni haramu, serikali mpya itatoa title kwa wenye shamba kwa jamii. Barabara, mimi nilitembea pale kwa Kamwaro Melili, nilichukua masaa 4 kufika kutoka pale Ntulele. Narok ndio inapeana chakula kwa Jamhuri ya Kenya. Mahindi yote, ngano, kila kitu inatoka Narok. Lakini
lakini hakuna barabara. Wabunge wako pale wamenyamaza. Wote wamenunuliwa na Kasongo. Governor amenunuliwa, senator amenunuliwa, wabunge wamenunuliwa. Mimi nauliza watu ya Narok, muweke operation ya kufagia kama hapa kwetu. Mufagie hii watu yote ya Kasongo, muweke watu wapya ambaye watatetea watu ya Narok. Itakuwaje pahali chakula yote ya Kenya inatoka wakati ya mvua chakula inaharibika kwa shamba? Na mimi nataka niseme, tukikubaliana serikali yetu, tutapatia nyinyi nafasi kwa baraza la mawaziri, na tupate waziri ambaye atatetea Wamasai. Mimi hakuna mtu ya familia yangu nitaweka kama baraza la mawaziri. Sasa hii maneno ya kuweka familia ni makosa. Sasa ukipatiana waziri unaweka mtu ya familia, kuna mtu atasaidia? Si mnajua ile imefanyika pale Narok? Sasa huyo amewekwa ni wa kusaidia Wamasai ama ni familia? Wewe utachukua mtu ya familia yako na namna gani unaweka waziri unasema umesaidia jamii? How? Ndio hakuna kitu inaendelea. Ni barabara tu ya kwenda kwa huyo mtu ya familia ilijaribu kutengenezwa. Sasa lazima tutaketi na wazee, tutafute waziri ambaye atasaidia watu ya Narok vile ilikuwa wakati ya Ntimama, si ndio? Lazima waziri anakubalika, anajulikana, ambaye ni mtetezi wa jamii, ambaye atashughulikia maendeleo ya Narok. Hii maneno ya kuweka watu ya mafamilia na marafiki katika baraza la mawaziri ni jambo ambalo imeturudisha nyuma kama taifa. Hata nilisema pale ma-PS wengine waliwekwa. Siku moja nitasema ni kwa nini waliwekwa. Sitaki niseme sahi. Siku moja nitaambia Wakenya na ni kwa nini kazi imesimama. Kwa hivyo mimi niseme mambo ya barabara ni mambo ambayo tutazungumzia kwa njia ya maana sana. Na mimi niambie watu ya Narok, tafadhali mjihadhari uongo ya hii mtu. Yeye amehamia pale Kilgoris, anasema yeye ni mtu ya Narok. Alichukua ile shamba ya Mrubi na mashamba mengine ya Wamasai amechukua. William Ruto, zile mashamba ya Masai umechukua hapo Narok, hiyo mashamba tutakuja kuirudisha kwa Wamasai. Sasa watu ya Kajiado, huyu governor rafiki yangu Ole Lenku na Senator Seki, rafiki yangu sana, na kijana anaitwa Parashina, walidanganywa na Kasongo ati waende pale Aboseli, wamerudishiwa Aboseli. Mimi nikamwambia Seki, wewe hii Seki, wewe unajua hii mtu? Akasema bana, unajua sasa watu ya Kajiado wanataka ya Aboseli, wacha tuende pale. Nikamwambia hakuna kitu, ni uongo. Akaenda pale sherehe kubwa. Ole Lenku alikuwa naongea na ukali. Sasa mama Sai, nimetetea nyinyi kwa hii Ruto ametuletea Aboseli, ni kiongozi ya maana. Paka Seki anatingisha kichwa. Nikaona kwa video. Nikatumia message nikamwambia Seki, ni wewe unatingisha kichwa wewe? Na wewe unajua hii mtu na uongo yake? Hii ni mtu anakudanganya akikuangalia na akijua ni uongo. Akasema tariki 1 mwezi ya 7 county ndio itaanza kuchukua pesa ya Aboseli. Leo nimepiga simu, nauliza county imeanza kuchukua pesa? Hakuna. Sasa Seki ataniambia mimi nini? Wewe Ole Lenku, wewe unajua hii mtu ni muongo na mnaamini yeye. Yeye mwenyewe baada ya kutoka hapo alienda akatafuta mtu akamwambia aende kotini. Yeye mwenyewe akasema hii maneno ya Aboseli yawezekani, lakini vile nimedanganya hii watu, wacha nipitie mlango ya nyuma. Akaambia mtu enda kotini ujaribu kusimamisha. Hiyo maneno ya Aboseli yote ilikuwa ni uongo. Pale Kibiko, shamba ya Wamasai amechukua yote. Sasa nyinyi watu ya Narok,
washemeji wangu, mkiangukia uongo ya hii jamaa, kwa sababu atakuja pale na ile mtu naitwa Ole Kina, ile senator, anasema ati sasa ati watu waende kwa Kasongo na Ntutu na yule mama county Tonkei na huyu waziri wa familia huyu Soipan. Hata siku moja nilimwandikia Soipan barua message. Siku Kasongo alikuwa anaingilia mambo ya ndugu yangu. Nikamwambia huyu Kasongo anaingilia ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa na familia complicated kidogo, kuwa na wake wengi na wengine huko nje watoto wengi. Akaandika will mzuri, akaangalia kila mtu. Sasa Kasongo alikuwa anapiga kelele mambo ya hiyo will. Sasa nikamwambia Soipan, kumwandikia message, mwambie Kasongo ukimuona, sababu labda atakusikiza, hii will ya ndugu yangu asiipige, vile mimi namjua na kumuelewa, inaweza kumsaidia mbele. Naambia mimi nimekuambia kama mzee na unajua vile mimi nakuambia. So nyinyi watu ya Narok, tafadhali, vile mlikuwa mnasimama na Raila Odinga, si mlikuwa mnasimama na yeye? Si Mwenyezi Mungu amepumzisha? Sasa tupangane na nyinyi, si ndio? Kwa sababu nyinyi